kujua, sio kama nimebabatizwa au labda nimesingiziwa hospitali. Ni mwanangu kabisa huyu. Sasa unamwambia mimi nimekuomba picha mama mimi. Jamani, sasa mzee, shuka uangalie mimi mja wako ninapoteseka mimi. Lakini mke wangu una uhakika kweli kuomba? Mume wangu mimi siwezi kuongopa. Ni yeye tumekaa hapo kaniomba. Anafanya kazi ya kuchungulia, najua baba mimi naangalia picha za ex. Nikamwambia unatafuta nini? Najua baba unaangalia picha za ex. Naomba mimi sina. Hivi mzee wangu, kwa umri wako huo kweli wa kudai hivyo vitu kweli? Mzee wangu kweli? Alafu tambua huyu ni mkweo. Uweze kumwambia vitu vya ajabu hivi tuangalie picha tufanyeje? Unamwambiaje mtu kama hivyo? Heshima ya wapi hii? Mzee, una matatizo gani? Haitoshi juu ya yote. Huyu mkweo nilishakwambia mzee wangu, wewe una ufungi, sawa. Kama ufungi, mkweo atakuandalia kila kitu, atakuachia ndani utakula. Shida yako nini? Haitoshi umeona kwamba kachelewa, mwambie, mama bwana mimi nahisi njaa. Leo tena unaanza kudokoa maharage. Kweli umri wako ukaanza kusema kuhusiana kudokoa kweli? Yaani mimi nimedokoa maharage? Eko tumedoka mama. Jamani. Malaika wa heri wako wapi jamani? Mbona mimi nanyanyaswa? Yaani kama vile sina haki yangu jamani ya msingi. Leo unaniambia mimi nimedokoa. Umri huu nimedokoa vingapi? Lakini mzee wangu, kama huyu anakusingizia, haya. Jua watu wanayekuja hapa, unawatongoza wake za watu. Watoto wa watu unawasumbua. Mambo mengi yanatokea huko mtaani. Tatizo ni nini mzee wangu? Unakwama wapi? Kama unatafuta mke, sema wazee wenzako wapo. Tunaweza tukakuolea mzee wangu ukatulia. Sawa baba. Mimi nimekosea. Sawa mama asante. Ila sawa. Mimi nitajua la kufanya. Yaani mimi wema wangu wote mimi umeniponza. Wema wangu umeniponza mimi sawa na yule baba aloimba ule Peruzi yule. Wema wako umemponza, watu wanafia gerezani. Ndio mambo haya yanayofanyika. Mimi wema wangu mimi umeniponza. Mama usijawahi kumvunjia adabu hata siku moja. Na wewe babangu sijawahi kukumvunjia adabu hata siku moja. Toka na kuzaa mpaka unakuwa hapa. Haya mimi ningelikuwa na tabia mbaya, wewe ungekuwa hivyo, ningekulea misingi mizuri ya dini. Mpaka unaniambia hivyo. Nisikilize vizuri mzee wangu. Basi mimi nimekuelewa vizuri. Na wewe mke wangu, unajua kuna nisikilize basi nani? Nisikilize mzee wangu. Mimi nilichoona makosa yote ni ya wewe mke wangu. Unajua wewe mke wangu, paka mzee anakufuata kuangalia mambo ya picha. Ina maana unacheka sana, unajirahisisha kwake. Mimi nakwambia ukweli. Kwa vitu kama hivi unaweza kumuona babangu mimi mbaya, kumbe ni kutokana na wewe mwenyewe. Kuna tabia ambazo mimi unaweza kuzifanya kiasi kwamba hata mzee wangu anaweza akatamani kuwa na ukaribu na wewe zaidi, angali kwamba anakuheshimu. Kwa hiyo vitu wakati mwingine sitaki kuviona. Na kuna baadhi ya vitu vingine hivi vya kumsingizia mtu vinaweza kuja kukupeleka motoni. Mimi nakwambia kweli, simteti mtu. Na mimi simpendeleagi mtu. Mtu mzima kama huyo hawezi kukaa anasikitika analia kama hivi, eti kwamba amendokoa maharage. Na ndio maana mimi sikutaka kulisema hili ukiwa wewe peke yako. Nimetaka kulisema hili tukiwa wote, lengo na kusio tusafiane nia sote. Baba, samani. Sasa nikapumzike, leo siko kwenye happy birthday. Nenda mzee wangu kapumzike. Nenda kupumzika. Sasa mzee kama huyu. Nenda kapumzike mzee wangu. Jisikia vibaya sana yani. Kwa nini tokee kwa mzee wangu mimi tu? Hakuna cha mume wangu, wewe mwenyewe kuna baadhi ya mambo unayakosea. Mimi naamini kabisa. Hawezi mzee tu akaje eti kwamba naomba picha. Hivyo vitu ambavyo wakati mwingine unaweza kutengeneza drama, lengo mimi nikosane na mzee wangu. Kuna maisha baada ya hapa. Usifikiri mzee atakaa milele. Inaweza katokea akaenda kwa mwanae mwingine, au inaweza katokea akarudi kijijini kwake. Usitafute chokochoko ya jambo kubwa ukalitengeneza lengo na makusudi onekane na uzito zaidi, lengo ni mfukuze mzee wangu. Kuna vitu vingine jaribu kuangalia namna ya kuvizungumza. Nimekosa. Mimi hilo tu
Wewe nini bwana, wewe mtoto mzuri. Hebu niache mimi huko. Wewe nini bwana? Niache bwana. Hapo wewe mzee unajua mimi nakuangalia kila siku wewe. Mimi sipendi mambo yako bwana. Nilizoongea. Niache kwa nini? Wewe unatafuta chaloni wewe. Hivi juu ya yote unayakataa mpaka unalia mzee wangu. Na bado unaendelea kutaka kufanya upuuzi kama huu. Sasa mwanangu, mimi nimekaa hapa vizuri tu. Huyu mama ananichukua ananivutia ndani. Mimi namwambia namuogopa mwanangu, kuna shida hapo. Wewe mzee nimekuona toka kule. Sawa? Sasa sikiza ngombe kitu kimoja. Ndio. Mzee. Kijini kuna kuhusu. Kiwango pita ndani. Mwanangu kila siku nilikuwa nakwambia huyu sio baba. Ona kwanza una hata haya huyo toka huyo. Nani amekushika? Ndio haya anayazua mapya. Nani kakushika? Sawa baba. Nipe begi langu, nipe vitu vyangu naondoka kijijini. Msinitishe bwana. Mwanamke wako mwenyewe ndo alikuwa ananitaka, ananivutia ndani. Sasa mimi nifanyeje kama mwanamume? Si ndio hapa mimi nilikuwa namkataza. Leo unaniona mimi mbaya. Sasa sawa. Nisikilize mzee wangu. Sawa baba. Nisikilize vizuri sana mzee wangu. Mimi sitaki kuendelea kugombana na wewe. Umeona vizuri wewe? Sitaki kuendelea kugombana na wewe. Wewe ni mzee wangu. Twende kwanza hivi mara moja. Kuna masuala tukayazungumze. Wapi? Huko lakini naondoka. Ndio nakwambia tunaenda huko naondokea huko. Sasa unajua tunaenda wapi? Sijui lakini mimi naondoka leo. Silali hapa. Lakini mzee mbona unakuwa na tabia za ajabu kama hivi? Mwanzo ulikuwa unasema nakusingizia. Lakini nakukuta mimi unafanya tabia za kishenzi kama hivi. Mzee wangu. Mimi wewe utanipa radhi mimi wewe. Wewe unataka kunipa radhi. Naomba nibae viatu vyangu. Mkeo mimi ananitaka mwenyewe. Nikiongea naonekana mimi mbaya jamani. Yaani kama unataka kunipa radhi. Kama nimekula ndimu ya shetani jamani. Yaani sina amani. Twende kwanza huku. Nakwambia mimi na nyota nani yangu miza za bondia. Maana kila wakati kukuru mpalala mpwanji. Wana shemeji pamoja na dada yangu, huyu mzee aliondoka hapa kimakosa sana. Na mimi niliamini kwamba moja kwa moja nyinyi mmemkosea, mmemnyanyasa. Lakini leo nimemchukua hapa aombe msamaha yeye mwenyewe, japokuwa mzee akosei, lakini kwa sasa kwa dunia tuliyokuwa nayo, tukimwacha tu mzee akosei ndio tukamwacha hivyo akosei, kuna wakati itafika kipindi anaweza akafanya tukio la ajabu la kuleta hatari hata kwenye dunia. Sasa mzee, omba radhi bwana kwa vijana wako, japokuwa mzee akosei, lakini kwa hili wewe ukubali umekosea. Kubali tu umekosea. Na mimi nimekuja kumwacha hapa. Maana matatizo mimi nimechoka. Sasa sikiliza nikwambie bwana. Kwanza ukoma sava wewe na familia yako hapo. Tena mkome sava. Kwa sababu nasema hivyo. Wewe kule nilikwambiaje wewe? Nimekwambia unanipeleka wapi? Unakuja unanirudisha huku kwa wabaya wangu. Hiyo ndio heshima. Hiyo ndio heshima. Sasa baba, hapa sio kwa wabaya wako. Huyu mwanao. Mimi mkweo. Kuna mbaya hapa. Sasa mimi na nyinyi tunabifu. Mimi na nyinyi kama Diamond na Alikiba tunabifu. Ananichukua yeye anakuwa kama vile chawa, kama vile Baba Levo. Unanileta kwa hawa, mimi nifanye nini sasa hapa? Bifu hapa hamna. Kukosea ni binadamu yote anaweza kukosea. Kwamba hata bwana shemeji siku aliamini si wewe tumekuonea, tumekunyanyasa, akati kumbe sio kweli. Unaona? Mzee kweli kwenda kudokoa maharage jikoni kweli unachukua maharage wewe unakula kweli? Haitoshi. Mtaani kote yani kila mwanamke umemtongoza unamtaka, kila mwanamke unamtaka wewe. Mpaka mkweo. Jamani. Sasa huo si ulijali jamani. Sasa baba sema astaghfirullah baba. Sasa sisi wazee muda mwingine tumesahau kutongoza, tunakuwa muda mwingine tunalipiti ageni na sio tutongoze. Jamani mzee kafika pabaya ni. Kwa hiyo mwanangu umemahidi nimekumtongoza nani? Unasikia bwana shemeji? Mke wako. Unasikia bwana shemeji? Naam. Lile wazo lako leo ulisema kumrudisha kijijini huyo mzee. Mimi naona ndio sahihi. Bora aende kumwacha hapa. Kwa mazingira haya anayoyafanya huyu. Baba anasema kutongoza ndio ulijali hivi ndio kwa sababu mzee tutasahau. Mimi naona ule ushauri wako mrudishe kijijini ule. Bora kweli tumrudishe kijijini. Kwa mashamba wewe. Kwa hali hii tutapata lawama kila siku. Na huko kijijini akaenda kufanya hivi vitu anavyovifanya huko mjini. Baba utaenda kupigwa huko. Huko si washamzoea ndio tabia zake. Mzoea. Kule hata wanawake wachache.
Hao wanaotongotongoza kila siku unakuwa wachache. Na kule ukweli nina mademu hata. Toka pe marehemu mama yenu. Nina mademu kwa kweli. Unaona kazi. Nasema basi kumrudisha vijijini. Sasa hiyo ni adabu gani kweli? Hata huyu mkwe wa Tanzania vipi binti yako nafikiri? Kwa maana wanaongea. Mtajua wenyewe tuna maisha yenu. Sasa sikilizeni sasa. Sikilizeni sasa. Naongea maneno ya mwisho. Kama kwenye movie maandishi ndo yanapanda. Sawa. Mimi sasa hivi mimi nitajua pa kwenda. Asiseme kama wewe mkwe wangu anipeleke sijui kijijini. Wewe manyonyo kweli umenileta wewe mjini wewe. Unajua nauli mimi nimetoka huko Msanga mpaka nimeingia hapa Chanika, unajua nimetumia shilingi ngapi? Sasa mimi kijijini sirudi na nitakaa hapa na jiji la Dar. Sikai kwa wewe, sikai kwa wewe, sikai kwa manyonyo wewe. Nitajua mimi mwenyewe pa kwenda. Mwacheni aende anakoenda. Pote ya Mungu. Bora ngeenda kijijini. Nakwambiaje pote ya Mungu. Mwacheni aende, mwacheni aende. Utawamwagia lazi. Utawamwagia lazi. Basi mzee. Utawamwagia lazi. Basi mzee. Na kuwajambia jamani, matatizo gani hadi tena kwa? Utajua mimi mwenyewe pa kwenda. Nimewatafunia karanga nini, nimewanyua mchezo wa puzi mpaka nyinyi mkizo wa pweza mpaka nyinyi mnakuja duniani hapa. Alafu mnaongea shiti. Mnaokutoka kublock. Manyonyo yenu wakubwa. Tena koba saba. Astaghfirullah. Lakini sasa mzee, unajua wewe mzee wewe. Wewe mzee litakukuta jambo wewe. Koma saba niite shalom. Wewe litakukuta jambo mimi nakwambia. Litakukuta jambo wewe. Mtihani kweli. Sasa watu wote wangekuwa na wazee wa namna hii kweli jamani. Wewe mzee. Siba mzito sana. Wewe mzee. Sasa mzee wangu nini sasa? Kitu gani kinachokuondosha kiasila hivyo? Sasa maneno wanaoongea wale ndugu zako unaona ni mazuri wewe? Alafu wewe unachekelea tu maovu. Sasa nachekelea vipi? Mimi nimekuita mzee wangu. Tuyazungumze tuyamalize. Wewe umenyanyuka unaondoka zako. Hii ni utaratibu gani huu? Mambo gani unayafanya haya? Hakuna, nimesemaje? Mimi niacheni. Mimi nimetoka kijijini nimekuja kuwafuata nyinyi, lakini nyinyi mnaona kama vile mnanikataa. Sawa, kwa nini mimi nimekataa? Naenda kuchukua nguo zangu pale kwako, naondoka kwetu Msanga kwa bibi. Mbona unazeeka vibaya mzee wangu? Mzee mbona uko hivyo? Unataka tuonekane wote hapa mtaani hatuna akili sasa. Ndio hivyo? Hakuna. Yaani mwanangu wewe naye nilikuwa nakutegemea wewe kama mkubwa. Wewe ndo kama vile ndo mzee, utaulisi jina langu mimi mzee Chupi. Lakini wewe ndo umekuwa ni mtu kabisa, yani ndo unaongoza jazi. Unanichukua mimi, unaniona vile kama hivyo, unanipeleka kliniki mtoto, unanipeleka pale kwa dadako kwenda kunichamba. Wananishambulia mema nene. Sawa. Basi sikize mzee wangu. Ninaona mke wangu swala la huyo mzee huyu lishakuwa gumu kwa upande wangu. Vipi? Huyo mzee itakuja kuonekana mimi kama namnyanyasa, kama namfanyaje. Sasa ubora tu mimi naona hapa kwangu hapa. Hii ishakuwa mtihani. Kwa sababu hata kaka yako pia tulishakubaliana kwamba tumrudishe kijijini. Lakini sio anamkimbilia anataka kuomba samahani wakati kitu tulichokizungumza. Sasa hii mimi itakuja kunipa ugumu kwa upande wangu. Itaonekana mke wake kweli ampende anamnyanyasa kumbe sio. Lakini mme wangu tambua ya kwamba damu ni nzito kuliko maji. Ni sawa. Ukimbilie. Ni sawa, lakini tulikubaliana vipi? Tulikubaliana vipi? Yule mzee hawezi kujirekebisha kwa mtindo huo. Mke wangu unakumbuka mwanzo alipokuwa atuambia yule mzee. Ilikuwa sio kumkimbilia. Shemeji tumeongea naye vizuri kata tumpeleke kijijini. Anaondoka mzee anamkimbilia tena. Sasa unaona hii na ipo imekaa mimi. Msamimi wewe nisubiri hapo usiondoke. Acha mimi nikaongee na dada yangu. Wewe nije kuchukua turudi nyumbani. Lakini hizi tabia zako mzee wangu punguza. Uone unanipa mimi mtihani sana mzee. Tabia gani niloifanya mimi? Unaziona hizi tabia zako hizo unaziona kweli ni sahihi kweli? Sasa mimi umri niliofikia mpaka sasa hivi ningelikuwa na tabia mbaya hata Mungu mwenyewe angeniteka. Sijui umenielewa? Mimi ninachofanya ni tabia nzuri. Hakuna tabia mbaya hata siku moja. Saizi kama nina tabia mbaya saizi nishakufa mapema. Haya basi nisubiri hapa kwa mzee wangu usiondoke. Wewe mimi mzee wangu siwezi kukutupa na usiondoke kwa namna hiyo. Yaani nilipelekwa sana. Yaani nakuwa kama mimi sijazaa jamani. Mimi nimewasumbukia nyinyi watoto nyinyi. Mlikuwa mnaanza kuvaa viroba, mkaja mkavaa magunia, mpaka sasa hivi mkaja mitumba, mpaka sasa hivi mnavaa makanzu watu wanawaona. Nimeteseka na nyinyi wewe. Sawa. Na dadako. Basi tulia hapo mzee wangu nisubiri mimi nakuja. Sawa jamani. Usiondoke sasa hapo. Sawa nimekuelewa nitakusubiri.
basi. Mpaka umeona sasa? Mpaka nataka niende huko ambako usikojulikana. Sawa. Maana nyie kufa kwa mama yenu, yani mnaninyanyasa, mnaona kama takataka za dampo watoto nyinyi. Kweli bora sasa ningezaa tu ningekula ujana, bora ningekuwa sasa. Sawa hii nitakuja kupata lawama mwenyewe baadaye. Yaani mimi naona tu mnanichanganya kusema ule ukweli. Wala kukuchanganya. Kwa hiyo na sasa nataka umsuse mzee wangu. Sio kwamba namsusa kutokana na jinsi mazingira yalivyo. Hii nitakuja kupata lawama mimi, itaonekana namnyanyasa mzee wangu na kunyanyasa mzee wako, kumbe sio kweli. Unaona? Mimi nachoona kwamba yule mzee tulikubaliana tumrudishe kijijini, mzee akasema mtu anamkimbia tena huko. Hata inaonekana yule yupo anaelelea tu kama upepo kama bendera. Mara yupo upande wetu sisi, mara yupo upande kwa mzee. Sasa itakuwa kipindi mtaungana na wewe, mimi nitaniona tena sina maana. Yule ni mzee wetu, utambue hilo. Ni sawa, kwa hiyo mzee wenu. Yeye ni haki yake kumkimbilia, hata mimi mwenyewe hapa kidogo tu ninyenyuke. Sasa ilikuwa baya kumrudisha kijijini. Ndio hilo nalosema kwamba mimi masuala ya mzee sasa msinihusishe. Kumrudisha tutamrudisha, lakini hatuwezi kumwachia tu aondoke atujue anaenda wapi. Lawama zitakuja kurudi kwetu sisi. Ndio nakwambia hivi, mambo ya mzee sasa hivi usinihusishe. Kaa wewe na kaka yako yamalizeni mambo ya mzee wenu. Mimi usiniambie kabisa masuala hayo. Wewe umemchoka babangu? Sio nimemchoka. Kaa wewe na kaka yako masuala ya mzee malizeni nyie. Mimi hayo yanihusu. Mimi mume wangu naomba tu tuvumiliane katika hiki kipindi kigumu. Yaani yule mzee bwana, ndugu zanguni, mzee atatusumbua sana. Yule mzee kwanza ni acha. Hiyo mimi sitaki. Una maana gani sitaki kabisa masuala hayo. Masuala hayo sitaki, masuala ya mzee usiniambie. Wewe naye unakuwa kama mnafiki. Siku ile ulisemaje? Mimi tena. Tumeagana kama mzee tupeleke hiji wewe kaenda kwa kumzungumzia huko. Masuala hayo mimi sipendi. Mimi masuala ya mzee mimi usiniambie sasa hivi. Sasa hivi wewe na dada yako masuala ya mzee. Mimi usiniambie kabisa masuala hayo. Shemeji. Kwanza sitaki nikuone hapa. Hapa sitaki nikuone kabisa. Sikiliza, sitaki nimuone. Sasa ana makosa gani mdogo wangu? Nimesema masuala ya mzee sasa hivi sitaki unishirikie. Siku ile huyo alikuwa mnafiki. Anakuja kujikomba kwamba sasa mzee yule si hivi. Siku ile tuliagana aende kijijini, akamkimbilia huko. Sitaki masuala mimi sitaki kabisa. Sasa kosa langu mimi liko wapi? Bwana mke wangu, nishakwambia kaka kumtaki. Utakaa wewe na kaka yako huko, sio hapa. Nyinyi kumbe kweli kawaida yenu kufukuza watu. Nimesema sitaki nikuone. Utakaa wewe na dada yako mnapojua nyinyi mtazungumza masuala mimi kosa langu kumkimbilia mzee wangu. Maana yake hapa mjini asije akapotea. Ni kweli hata mimi nimemwambia tatizo huyo mzee, nishakwambia masuala ya mzee. Unanifukuza kwako. Wewe na dada yako mtakaa huko. Acha mimi. Si mnanifukuza kabisa. Acha mimi niondoke. Masuala ya mzee mimi sitaki kabisa. Si mnanifukuza? Nasema masuala ya mzee sitaki mtazungumza na mzee wako. Lakini mume wangu na sio hivyo, unasikia? Yule mzee alipofikia anatakiwa iwe hivyo. Tulizungumza wote siku ile kwamba tumrudishe kijiji, tulikubaliana. Nyinyi mnaenda mnazungumza tena. Kwa swala hili sitaki. Kwa swala hili unataka mzee aondoke. Kwa swala hili sitaki. Tulishazungumza, tumeyafunga pamoja kwamba mzee tumrudishe kijijini. Sasa kosa la Samiri liko wapi? Unampokea hivyo unamwambia yule aeleweki, anachozungumza kwa mzee kingine kuja kwa kingine. Siku ile tulizungumza pamoja hapa. Kwa sababu ni kukimbilia tu muangalia